unakuwa na amani. Ukiwa na ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما شاء الله nimefurahi kukutana na wewe. Kwa nini Banatul Khair? Kwanza Banatul Khair maana yake, tukianza na maana yake ni mabinti wa kheri. Mashallah. Slogan yetu ni Nurul Iman. Kwa hiyo Nurul Banatul Iman. Khair, mabinti wa kheri na mwanga wa iman. Hiyo ndo sababu. Alafu sababu nyingine kwa nini Banatul Khair? Kwa sababu kwanza ni kundi la wanawake ya tunakutana kwa ajili ya heri. Lengo kuu la kuanzisha Banatul Khair ni nini? First of all, kuna usemi napenda kutumia sana, napenda kutoa sana. Mama ni kiwanda, na mama ile, yani kama ni kiwanda inabidi produce product nzuri ipendwe na watu, na ili product nzuri produziwe inabidi iwe na malighafi mazuri. Sasa mama ni ile kiwanda na malighafi ni dini na ile product ni watoto. Kwa hiyo ili mama awe na watoto wema, watoto wazuri, inabidi awe na dini. Na dini inaanzia wapi? Tunaona Allah ametuwekea watu sababu ya sisi kufikia jambo fulani, na ametuwekea watu sababu ya sisi kubadilika. Kwa hiyo tunapokuwa as a group tunahimizana mema, as binadamu tunahitaji kukumbushwa, tunaekana tuwe na misingi ya dini, tuwe na iman, tujitahidi kujifunza dini yetu, na ndio ambapo tunakuja kuproduce product nzuri. Na wanasema mtoto mwerevu ni furaha kwa baba yake, lakini mtoto mjinga ni mzigo kwa mama yake. So you can see jamii pia inambebesha mzigo wa lawama mama akikosea kwenye malezi. Kweli kabisa. So na nyinyi Banatul Khair mna program labda mnazozifanya? Ingawa bado group letu ni dogo, lakini alhamdulillah Unaweza kutajia labda program zenu hata 2 3? Sisi huwa kwa kila mwezi tunasafisha misikiti ya at least mara 2, kwa sababu watu wengi kwenye group letu wako na kazi. Okay. Tunafanya charity mara 1 kwa mwezi. Chengine ukiachana na hivyo, tuna classes hivyo za dini kila siku ya Ijumaa, Jumatatu na Jumatano. Kwanza tumeanza, lakini alhamdulillah. Mashallah, Allah atafikisha mbali. Unajua sisi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kila mtu atalipwa kutokana na nia yake. So the good intention will take you somewhere. Okay. Kwa Nasra, unasoma vitabu? Unasoma vitabu vya dini? Na nina kitabu changu. Oh, really? Mashallah, Allahumma barik. Umeandika kitabu? It's not about, ni muhasaba. Okay. Like unaji-evaluate after, yani baada ya Ramadhan nilikaa nikawaza kwa nini inakuwa leo imani yangu inapanda, leo inashuka. So nikaandaa muhasaba. Unakuwa unaji-evaluate every day, unafanya adhkar, umeswali swala zote za faradhi. I did that too. Serious. Mashallah, Allahumma barik. Nilifanya hiyo kitu 2024. So mimi nikaandaa kitabu kabisa. So every day nikitaka kulala naji-evaluate. Leo nimefanya nini? Nimekunywa maji kiasi gani? Nimefanya hiyo na mimi pia. Mashallah, nimefurahi. Mashallah, Allahumma barik. Okay, so kwenye pointi ya vitabu, unasoma vitabu like unasoma vitabu vya dini au vyote? Nasoma ingawa is much Quran kwa sababu naamini everything ipo kwenye Quran. So let's say Quran is your favorite book. Sana. What's your favorite verse? My favorite verse ni ile ya ayuha alladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah inna Allaha ma'as-sabirin. Kwa sababu mara nyingi nikiwa na hofu nikikumbuka hiyo aya nasema ya Allah, na calm down. Na calm down, naenda chukua mswala na swali, Allah ndiye anajua zaidi. Mashallah, nimefurahi, very interesting. Very kusikiliza. Kwa mfano mtu akikuambia hii Idi iwe ni story ya maisha yako, sasa hivi itakuwa ipo kwenye chapter gani? This Eid I don't know why. Itakuwa ipo kwenye chapter gani? Labda furaha, huzuni, anxiety, fear? I can say furaha somehow. Mixed feelings. Yeah, mixed feelings.
Okay. Unafikiri kuna haja, tumeona Aisha Sururu Foundation Youth wanafanya hii event kwa ajili ya kufundraise kwa ajili ya watoto yatima. Unafikiri ni kitu gani ambacho tunaweza tukawa tunakifanya kila siku kwa ajili ya watoto yatima na itoe tu event ya mara moja kama hivyo? First of all, ukiachana this event kwanza ni msingi kabisa wa kuanzia na hapo, kwa sababu imetukutanisha a lot of groups Yes. Yeah, na tumejuana and hivi kujuana inaweza kutengeneza mazingira communicate, tukakaa chini kuandaa kitu chingine, na kitu chingine it's not sherehe peke yake. Naweza mkaamua as a group kila mwezi tulete shilingi fulani kuwasaidia kila group, pambaneni at the end of the day mlete shilingi fulani tukafanya kitu fulani kwa ajili ya Allah. So hapo ulikuwa unafikiria kwamba nje ya hizi groups zote ambazo tunazo, I mean hijab girls, Muslim sisters, hijab sisters have all, we can have that a network together ambayo tukawa tunafanya kwa pamoja. For example, kuna groups za Banatul Rasul, Banatul Nur. We got this tulifanya connection and tuka create one group ya banat. Okay. So that group imeanza juzi, but the main point is kushirikiana tufanye more than what we do kwa groups ndogo ndogo. Okay, mashallah. Allahumma barik. Isaidia pia. Nimefurahi sana. Kwa kumalizia, mtu ambaye anaenda kukusikiliza, what's a key takeaway anatakiwa atoke nayo kwako? I like basic kwa wanawake. Yes. Yeah, kwa sababu sisi ndio kila kitu. Mwanamke ukipotea umepoteza kila kitu. Yeah. So napenda kwa advertise wanawake wenzangu ama kuwahusia tu hivyo. Tumche Allah. Yeah, tumche Allah. When I'm talking about this nakuwa emotion kwa sababu sisi ndio walezi wa familia na sisi ndio kufanya mtoto aende huku ama familia. Unajua hata mke ndio anamuongoza, sometimes mwanaume anamwambia mume wako swali kafanya hiki, unaweza kuwa sababu mume wako kubadilika. Kwa hiyo tumche Allah, tujitahidi kwa watu wenye hofu na Allah, tujitahidi kufanya vile vitu ambavyo Allah anavipenda, especially stara. Manake dunia sasa hivi wanawake wengi tumetupa stara kwa visingizio vya kwamba maisha magumu, I have to find a work, I have to do what, lakini at the end of the day tunakufa, tunarudi kwa Allah na tunaishi ili tumche Allah. So tujitahidi kuwa na hofu na Allah, tumche Allah. No matter tunakuwa wapi, tunafanya nini, tumche Allah. Tumche Allah. Nilichojifunza, tumche Allah. No matter where we are. When you trust Allah, ukiwa na tawakkul kwamba namwamini Allah, your life will be very very good. Unakuwa na amani ukiwa na man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh. Allahu Akbar. Thank you.